Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalina sayyidina habibina Muhammad ajma'in wa ba'du. Ndugu zangu, watazamaji wangu, wapendwa wangu, wafuatiliaji wa vipindi vyangu, wale mnaokwenda kwa ajili ya masomo yangu, ninaomba ili muweze kukaa chini na kutulia kwa uzuri ili tuweze kumalizia kile kisa kile nilichokueleza, kikiwa kisa chenyewe kilikuwa ni cha kwanza. Sasa najaribu kukuelezea na kukuelekeza kisa hiki cha pili. Awali tulizungumzia kuhusiana na aina ya majini ambao wao huwa wanapenda kafara ya damu ili waweze kukupa fedha au kukuletea mali. Hiyo ilipita. Sasa leo ninakuja katika kipindi kilichokwisha, nilikwambia kwamba nitakuletea kwamba ni aina gani ya hao majini wasiotolewa kafara ya damu, ili uweze kuelewa kwa uzuri, ili uweze kufuatana na mimi uelewe. Chochote chenye uzuri lazima kinakuwa hakikosi kuwa na ubaya. Kwanza kabisa, kama nilivyoweza kuwaeleza awali, wewe mwanadamu unamtaka mtumishi, usikurupuke. Wewe nguvu yako udongo, unakurupuka unamchukua mtumishi nguvu yake maji. Lazima mtasigana hapa, lazima mtasigana hapa, lazima mtageukana tu. Na ndio sababu mtaalamu anapotaka kukupa hicho chombo, kama ni mtaalamu aliyebobea, anakupa kitu ambacho mnaenda nguvu, mnalingana nguvu. Wewe kwa upande wako nguvu yako na ya kwake iko sawa, mtaelewana. Lakini akikuletea kitu ambacho unaona nguvu yake kwamba nguvu yake ni tofauti na ya kwako, mtasigana. Na ndio masharti yatakapoanza. Mwisho wa siku utaambiwa usilale kitandani. Mwisho wa siku utaambiwa owe wanawake wane lakini mlale chini. Mwisho wa siku utaambiwa utembee peku bila viatu. Mwisho wa siku ukishasikia kitu chochote chenye masharti, hicho kitu hakifai na ni kibaya. Wako watu wanakaa na majini vichwani mwao, anasema jini wangu, jini wangu. Haya ni makosa. Jini kaumbwa kivyake amwabudu Mungu, na wewe umeumbwa kivyako muabudu. Kwa hiyo yeye kutoka kule akakufuata wewe huwa ni kosa, mpaka kupite taratibu maalum. Kama ambavyo wewe ukimtaka huyo hudamu unapita taratibu maalum mpaka unatoa kafara. Sasa wewe kaja amekuingia tu kichwani, huyo sio mwema, toa. Huyo sio mwema kabisa. Piga rukia, chomoa, tupilia mbali. Akileta jeuri, chukua, funga, tupa baharini. Akileta ukorofi, kamata, funga, mchome. Yote yanawezekana. Lakini sasa wewe unaamua unafuga, jini anaanza kukuendesha. Jini anapiga mpaka baba yako, alafu unasema kwamba una radhi. Mzazi wako anakuja kukushikilia, umefanya vurugu, unapigana eti umepandisha, unampiga baba yako, unampiga mama yako. Hebu fikiria, huo ucha Mungu kweli? Halafu ya jini anakuambia usali sala 5, nataka vitambaa ndani vyeupe tu, usiweke sijui nini, usifanye nini. Huyo mcha Mungu? Kama huyu baba Mwenyezi Mungu ametuambia, Mtume anatuambia kwamba laiti angelikuwa mtu anayeruhusiwa kusujudiwa baada ya Mwenyezi Mungu angekuwa mzazi. Sasa wewe mzazi ndio umepiga huyo jini, unasema eti jini ndio kampiga. Hivi jini anakupigia baba yako utafurahi? Leo mimi mzee Daudi Sagai nitoke nifike nimpige baba yako makofi mbele yako, hivi wewe utafurahi? Utasimama sawa sawa kweli? Si utapigana mpaka ufe? Tupige vita umaskini. Mtu tajiri ndo anaweza akaja akapiga baba yako, akapiga mama yako, wewe umenywea tu, umekausha namna hii. Kwa sababu unaogopa. Unaogopa nini? Unaogopa fedha. Anakuja anakuchukua tu, anakuja anawakamata wazazi wako, anawanyanyasa na polisi na nini, kisa na fedha. Ndugu yangu, tafute hela. Huu ni mtihani. Huu ni mtihani, unadhalilika hata mbele ya mke wako na watoto. Unanyanyasika. Sasa huu ni mtihani. Kwa hiyo mimi ninachowashauri, mnapokwenda kutafuta hawa mahudamu au mnapokwenda kutaka hawa mahudamu, unapoona kwamba huyu hudamu pengine ni wa kafara, ulizia kwa kina ili uelewe kafara hilo nalifanya namna gani. Na wale wasiotaka kafara, kuna njia. Njia hizi ndio unasikia njia za visomo. Na visomo vyenyewe ni visomo vikubwa.
ambavyo ukivisikia visomo vyenyewe mtu unaanza kuponda, unasema huyu shehe kila siku ananiambia eti visomo siku 7, anaanza kusoma saa 4 mpaka saa 8 usiku. Kila siku saa 4 mpaka saa 8 usiku, mimi nimechoka. Wanasemaga hivyo. Kumbe ndio umekata tamaa, ndio uvivu, ndio ulofa huo, umaskini huo. Ukiona dalili za namna hiyo, umaskini. Shekhe atakuja kwa kujua anachokifanya, anafanya kitu gani na cha maana gani. Wako majini wazuri, wao wanataka visomo sawia. Anafurahi, anakuletea mali ya halali, ambayo majini wamekaa na mali tu, hayana kazi. Sasa unang'ana tu unakufa njaa huku umekaa ni wewe. Acha ndo umaskini. Sitaki kabisa mimi kusikia habari ya umaskini. Alafu fedha wanayo majini wamekalia, madora wanayo, manini wanayo, kila kitu wanacho. Alafu sasa eti hawana cha kufanyia, lakini wewe una shida navyo. Alafu unateseka. Leo unapiga viraka, leo unalala nje mtihani. Piga vitu wa maskini. Chukua elimu, tafuta shekhe, kaa chini ya shekhe, ufanyiwe dua kubwa. Unakuta eti mtu anatoa eti mbuzi 3, mbuzi 5. Eti afanyiwe dua. Hiyo dua shekhe wangu itakuwa dua kubwa kweli? Si ndio dua za misukosuko? Unaletewa milioni 50 hapo unazikataa. Unasema unachukua 10 kama yule Msukuma. Yule Msukuma kaletewa milioni 500. Kakataa. Anasema yaya jatoshaga. Yaani anahesabu mpaka anachoka, anaona jatoshaga. Unakuwa ugomvi, anataka kupigana na shekhe wake. Mtihani huo. Hiyo ndio mikosi inatakiwa muitoe. Unataka kumpiga shekhe kisa hela zimeletwa hapo, unataka kumpiga tizi na kutosha ukimbie. Huo ndio ulofa na umaskini. Ndugu yangu, fuatana na mimi upate elimu ili kuweza kuondokana na huo umaskini, upate heshima fi dunia wal akhirah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.